Sport Club ametinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho. Wenyewe wanasema ni kwa mara ya pili. Bana, unajisikiaje baada ya mnyama Simba Sport Club kufuzu katika hatua hiyo ya michuano ya shirikisho? Bana, furaha ninayojisikia hapa au furaha waliokuwa nayo wana Simba ni furaha moja matata sana. Yani najisikia tupo, yani tunajisikia tupo kama sehemu moja hivi amazing. Pana ubaridi fulani hivi, jua sio la kuchoma. Unaona? Maana kuna lile jua la shida alafu kuna lile jua ambalo sio la shida. Sasa hili jua la Simba ni la watu wenye furaha. Ukiwa na furaha na Simba Sports Club, yani wewe utaenjoy maisha yako yote. Bana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa sababu tulianza na Mwenyezi Mungu na tutamaliza naye Mwenyezi Mungu. Shansoma mpaka hapo. Kwa hiyo tunaelekea pia na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Simba Sports Club sasa hivi na maadui wengi na wengi wanatoka upande wa pili. Kwa sababu unafikiria mpaka wale nafikia mtu anakuambia tufanye jambo lolote twende tukaloge. Tufanye mloge sijui mfanye nini eti Simba siingie finali. Kwani wewe Mwenyezi Mungu bana? Mwenyezi Mungu ndo anatunuku, ndo zuku. Kwa hiyo all in all kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumepata kila ambacho tunachostahili na tumemuomba na katupatia. Kwa hiyo mambo mengine hayo tutajua na mbele ya safari, tutakanyagana. Ndio msimu ambao wa ubaya ubwela, na hii ubaya ubwela itamtafuna kila mtu. Bana, baada ya kufuzu katika michuano hiyo ya shirikisho, watani wenu wanasema kwamba hayo mnayofanya nyinyi ni marudio tu, wao washafanya kitambo, yani kwamba haya ni yanayoendelea ni marudio tu nyinyi baada ya kufuzu katika hatua hiyo ya michuano ya shirikisho. Bana, ngombe kitu kimoja ambacho wanakipindisha. Wanakipindisha kwa sababu sikia mmefika finali sijui 93 kwanza sijui ile kupo inaitwa sijui Mashudu Abiola. Unakumbuka kipindi ambacho tunafanya interview za kwanza zile mwanzoni nilikwambia kabisa Mashudu Abiola ilikuwa ni CAF Cup ilikuwa ni kombe la shirikisho mpira wa miguu Afrika. CAF ilikuwa inaitwa CAF Cup ambayo sasa hivi ndio inaitwa CAF Confederation baada ya kubadilishwa au baada ya kuboreshwa ikaitwa CAF Confederation Cup. Tunasoma mpaka hapo. Lakini kipindi kile CAF Cup ilikuwa inadhaminiwa na Mashudu Abiola. Sasa kwa wale ambao sio waelewa, kila mtu tusikia nyinyi mmecheza Mashudu Abiola, sio kombe la CAF, sio Mashudu Abiola sanga mbele. Sasa hivi tunacheza Kagame kadhamini rais wa Rwanda, lakini ile ni klabu bingwa Afrika Mashariki na ya Kati kwa sababu linadhaminiwa na Kagame. Ndio linaitwa Kagame Cup, lakini Kagame akijiondoa linabakia kuwa ni klabu bingwa Afrika Mashariki na ya Kati mpaka atakapopatikana mdhamini mwingine. Kwa mfano kama sasa hivi TFF, narudia tena na nawapa elimu. TFF wana kombe lao, kombe la shirikisho hapa Tanzania ambalo sasa hivi limedhaminiwa na CRDB Bank, si ndivyo? Sasa kabla kudhaminiwa na benki ilikuwa inaitwa Azam Confederation Cup, alilidhamini Azam. Kwa hiyo watu wanashindwa kuelewa. Simba 93. Hivi unamjua Philemon Sarungi? Philemon Sarungi ni profesa ambaye 93 alikuwa ni waziri wa michezo. Yeye ndo aliwakabidhi wakina Damian Kimte anaenda kuwavisha nani medali zile. Zile ni medali na tena finali ilikuwa ni raundi ya pili tu imepigwa Shamba la Bibi pale uwanja wa Taifa wa zamani ambao sasa hivi ni Shamba la Bibi pale Uhuru Stadium. Shansoma mpaka hapo. Kwa hiyo kwa wale watoto wadogo ambao wasioelewa au wale wanaoelewa lakini wanajifanyaga mabandidu, sisi tunautoa ubandidu na tunawaambia ukweli kwamba Simba Sports Club hii ni mara ya pili anafanya hivyo kuingia finali. Kwa hiyo hakuna jambo lolote jipya ambalo watalifanya Yanga Simba ashindwe ama asishindwe. Simba lazima tuweze, na sisi ndo role model. Yaani East Africa and Central role model wa vilabu vyote hapa ni Simba Sports Club. Simba Sports Club Sunderland underline na Bijo. Hiyo inasomeka na ipo wazi. Bana, unawaambia nini wale mashabiki ambao walikuwa wanatamba na zile medali zao katika michuano hiyo? Wanasema kwamba katika hapa Tanzania hamna kilabu ambacho kimefanya hivyo katika michuano hiyo. Jambo moja tu nikwambie na niwaambie mashabiki wa Yanga. Shansoma mpaka hapo. Katika kitu ambacho sisi kilikuwa hakitusumbui. Kitu ambacho kilikuwa hakitusumbui ni kusema kwamba eti wamevaa medali, yani tukaona mtu kama ni kijisababu kidogo tu ambacho wanachoenda kujifichia nacho. Ushansoma mpaka hapo. Sasa kwa hiyo jana South Africa pale yani pale ni kwa Madiba pale. Ushansoma mpaka hapo. Hicho kichaka hatujakifeka ila tumekipiga moto
na tarehe 25 kwa Mkapa, kwa sababu hii lazima igongewe kwa Mkapa pale nyumbani, kwa sababu kitovu cha Simba ndio kimechimbiwa pale. Sasa mpaka pale kwa Mkapa pale tarehe 25 baada ya kukipiga hicho kichaka cha medali, maana ulikuwa ukiongea nao unasikia sisi tuna medali ya kafu, sisi tuna nini, unajua unafikiria watu wanajisahaulisha ya 93 au vipi? Wanasema walikuwa wapo kipindi hicho, wanaitaka kipindi hichi. Sasa walikuwa hawapo, wawepo, kwa sababu hata kama 93 mdogo wangu hujazaliwa. Shonsoma mpaka hapo. Sasa tumerevenge tena ya 2025. Kwa hiyo ya 2025 hata akija jukuu zako nao atahadisiwa kama hawa wanavyohadisiwa ya 93, si ndivyo? Simba kaona kama hawa ya 93 hawayajui. Siwezi nikawalaumu kwa sababu kuna watoto wengine 93, 94 ndio wanazaliwa. Shonsoma mpaka hapo. Kwa hiyo hata ukimwambia kwamba ni nani aliovalisha medali hawajui. Shonsoma mpaka hapo. Lakini kipindi hicho 93 lile kombe sio la sasa hivi ambalo lina vishikio hivi. Sio mpaka hapo. Yaani lilikuwa na ramani kama yaani kama ramani fulani hivi ya Afrika. Kwa baada ya kuboreshwa likaitwa Confederation Cup, sasa hivi CAF Confederation ndio limewekwa sasa, yaani mpaka lile kombe lenyewe lilibadilishwa. Yaani sio kubadilishwa tu jina, mpaka na lile kombe lenyewe lilibadilishwa. Ni kitu ambacho kijui. Sasa hicho kichaka hicho tumekitia moto. Tarehe 25 hicho kichaka baada ya kukitia moto, tunaenda kupanda bustani, tunalima kabisa, tunapanda bustani, yani pasio tena majani, pasio na kichaka. Kwa sababu wao wanasema si unajua walikuwa makundi wakasema sijui tukiingia robo finali kuna kichaka tunaenda kukifieka. Sasa hicho kichaka kifiekwi. Kichaka kinatoa moto, yani Simba Sports Club jana kati ya kichaka moto, alafu tarehe 25 sisi tunaenda kukilima kile kichaka, tunakipanda bustani ili pasio na kichaka tena. Bana mara kombe hili hapa limetua pale uwanja wa Benjamin Mkapa, mechi ya pili hiyo tarehe 25. Bana itakuwaje hapa Tanzania, kutakalika kweli katika nchi hii kipindi hicho Simba Sports Club ametoa kombe hilo la kombe la shirikisho? Kwanza iko hivi. Sio mara kwa sababu sisi tunaenda na Mungu, tunamuomba Mwenyezi Mungu, alafu tunavyomuomba Mwenyezi Mungu tunazidisha na juhudi zetu sisi. Shansoma mpaka hapo. Kwa hiyo tulianza na Mwenyezi Mungu, narudia tena, tulianza na Mwenyezi Mungu, tunamaliza na yeye. Mpaka safari hii yani tunaanza na Mungu, tunamaliza na Mwenyezi Mungu. Shansoma mpaka hapo. Alafu baadaye tunatia jitihada zetu sisi baada ya kumwomba Mwenyezi Mungu akatusafishia njia, na sisi tunakuja tunapambana. Tukipambana tuna imani ya kwamba Mwenyezi Mungu atatujalia na lile kombe litabakia hapa, itakuwa ndio imeisha. Yani nitakapokutana na shabiki yoyote wa Simba, yani wa Yanga, shabiki wote wameko nyuma, shabiki kiongozi wote wameko nyuma, hatakuwa hana chochote cha kunieleza juu ya soka la Afrika, kwa sababu mimi ndo role model wake. Shamsoma mpaka hapo. Yani mimi ndo, yani kwa sababu emfikiria kwa mfano ile tumeingia nusu finali tukapangiwa na Al Masry. Shamsoma mpaka hapo. Tumepangiwa na Al Masry. Al Masry anakuja tumeenda naishi tulienda kwao tukacheza tukafungwa bao 2-1. Second league Al Masry anatakiwa aje hapa. Walipiga sana kelele baada ya kusikia tumemuita Bulldozer Mwamposa, au sio bana? Tumemuita Shehe Mkuu wa Dar es Salaam, tukamwambia bana tunataka mje mtufanyie maombezi hapa, kwa sababu hii safari bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu hatutoboi. Tunataka mje mtondolee hii laana ya robo finali. Shamsoma mpaka hapo. Kwa hiyo walilalamika sana, wanamuita Mwamposa, wanamuita Shehe Mkuu, sijui nini. Wale mabwana wachawi. Sasa uchawi kwa Mwenyezi Mungu haufanyi kazi. Yaani uchawi kwa Mwenyezi Mungu hauna maana ya aina yoyote. Kwa hiyo wale jamaa kaona tunawashirikisha watu wa imani, tunawashirikisha watu ambao wapo karibu na Mwenyezi Mungu, wakaanza kupiga kelele. Wakaona hapa kwenda tutoboi. Sijui Simba ya Mwamposa, sijui nini. Tukamwambia hivi, hii ni Simba ya Shehe Mkuu wa Dar es Salaam, hii ni Simba ya Mwamposa, Simba ya Mwamposa. Shansoma mpaka hapa. Nginda limepigwa hapo, ametuletea mvua. Wanaanza kusema ile chumvi ya Mwamposa sijui imeanza kusambaa. Nikawauliza, kwani kimenyesha nini? Imenyesha mvua ya nani? Kuna mtu anamiliki mvua? Si Mwenyezi Mungu peke yake anamiliki. Nikamwambia hizo ni baraka. Sasa kwa sababu baraka zinakuja leo hii tunatoboa. Hapo tunapiga chuma 2 na tunashinda sie. Mtaweza kweli kuchukua kombe hili la shirikisho? Ameshindwa Young African, mtaweza nyinyi? Sasa swala la kushindwa Yanga, yani ashindwe nyuma mwiko. Sikiza ngombe kitu kimoja. Finali aliyoingia jana Simba na finali aliyoingia mwiko nyuma, kipindi cha nyuma kwa miaka ya juzi kati tu hapo hivyo, ni vitu viwili tofauti, yani ni mbingu na ardhi. Utofauti wake nini hapo? Utofauti wake uko vipi? Utofauti wake kama vile kwa mfano kama jana Stellenbosch.
Stellenbosch yeye angeingia finali, ingekuwa kama vile kapambana kweli, tofauti na nani. Sasa kaingia Simba kwa sababu gani? Simba kwanza tumestruggle saka, yani hizi group stage tumezistruggle sana. Shansoma mpaka tunafika pale. Alafu utofauti wa zile finali, utofauti wa zile finali sasa nikuchambulie mdogo wangu. Shansoma mpaka tofauti ya nusu finali, yani finali ya Simba, tofauti nusu finali ya mweko nyuma. Finali ya Simba, finali ya mweko nyuma. Twende taratibu na twende kwa data. Kwa sababu sisi sio wale mashabiki tunaozungumza alafu hatuna data. Data tunazo na tumezisave. Yani receipt tunazo na tumezisave, tumezihifadhi. Shosoma mpaka Yanga nusu finali anacheza na timu ambayo ligi yake ni namba 3. South Africa, si ndio? South Africa timu anaocheza nayo ilikuwa inashashuka daraja, Marumo Gallants. Shosoma mpaka anafuka hapo anaenda finali.